kama si ya Rigathi, Ruto angekuwa rais. Hangekuwa rais. Leo angekuwa kuhangaika. Sasa Mheshimiwa Rigathi akamsaidia, akamwamini, na yeye ni honest man. Na hivyo ndivyo Saul alianza. Lakini siku moja akaenda kwa vita na akapewa na maagizo na Mungu ya asirudishe chochote. Alifanya nini? Alienda akakusa kutii Mungu, akalete kondoo. Na mtumishi wa Mungu akamwambia kondoo ni ya nini? Akamwambia kondoo nataka tuweke sacrifice kwa Mungu. Akaambiwa afadhali kutii kuliko hiyo nyama unasema. Hivyo ndivyo tu Mheshimiwa Ruto amefanya. Alianza vizuri, akakosa kutii Mungu, akaangaisha Mheshimiwa Rigathi bure. Hakaonga wabunge wampeleke nyumbani, mtu ambaye alimsaidia kuwa rais. Na hivyo ndio naona serikali yao imesambaratika baada ya Rigathi kuondoka. Wakakosana na kanisa Katoliki, wakakosana na kanisa zote, sababu sacrifice kama ya Kaini uwezi peleka kwa Mungu pesa ya wizi. Itakataliwa kama ile ya Kaini ilivyokataliwa. Hilo 10% ya ile kazi umefanya, hiyo ni ya Mungu, hata si yako. Hile ingine unatoa ni sacrifice. Kwa hivyo huwezi toa pesa ya State House ambaye inafaa kufanya kazi ya State House na iko na budget. Hile inabaki kulingana na haki ya nchi ambayo ndio haki ya Mungu, unarudisha tena treasury inakuja kujenga mabarabara, inaleta venom na inafanya mambo. Kwa hivyo huwezi peleka sandaka ya ukora mbele ya Mungu na uone vyema. Ndio unaona Ruto amesambaratika namna hiyo. Na hiyo pesa ilipelekwa mbele ya Mungu kwa madharau. Pia huwezi peleka pesa kwa madharau. Ni kama bishop alitupiwa. Mungu si maskini. Na hakuna watu wako na baraka kama watumishi wa Mungu, hata kama hawana pesa. Mimi najua ya kwamba Mungu wachunga na wapea baraka. Kwa hivyo sasa nchi ya Kenya tuko kama vile Samueli alikuwa na Saulo. Na dakika ya mwisho Samueli ndio afe, alitafuta Mungu hakumpata. Akatafuta mtumishi wa Mungu hakumpata. Akaenda kwa mganga akamtolea yeye kuzimuni. Akamwambia kesho nakutabiria utakuwa na mimi hapa. Kwa hivyo kanisa na nyinyi muombe nchi ya Kenya, tunataka amani. Sisi zote tunapenda nchi, lakini ukora ambayo inaendelea hii nchi haifai. Na hiyo ukora ilianza na kesi ya Gachagua, wakafuruga mpaka koti. Tukakuwa hata tuwezi wasilisha document zake kotini. Wanafunga ile mtandao. Ni nini isisimamishe siku zijazo kura kuibiwa kupitia hiyo? Hivyo ndio nauliza vijana wa Gen Z na watu wengine wote ambao hawana kura. Ukikuwa 18 tafadhali chukua kitambulisho. Vile Kenya inaenda itafika siku huwe kulingana na jina yako huwezi pewa kitambulisho. Na tena IBC ijapokuwa saa hii haina makomishona, hiyo ofisi inaendelea. Ule ambaye uko umepata kitambulisho yako na umefikisha miaka 18, enda IBC. Hawa watu wako hapo, andikisha kama mpiga kura polepole. Kunafaa kuwa ile ya kutangazwa ya ghafla ile kubwa. Lakini bado nataka Mkenya ajue sasa hivi unaweza chukua kitambulisho na unaweza andikisha IBC. Maanake kama huna kitambulisho na wale wakilikasirika wakakataa kupiga kura watu milioni 8, saa hii ukasirike zaidi, kura ipigwe nyingi. Kura ipigwe nyingi, iibiwe ikose kuibika, Ruto na watu wake waende nyumbani. Na hii nchi ipate haki, ipate viongozi ambao wametoka kwa Mungu na ambao wanaweza ongoza nchi bila ukora. Kuna ukora inaendelea sasa hivi. Kuna ile bili imeletwa mbungeni kule ya IBC. Yaani ile kuhesabu kura ya rais isikue vile tulikuwa tunahesabu, isikue online, isikue kwa mtandao ndio kila mtu aone. Kuna hiyo. Na kuna ingine imeletwa kama rais kura imepigwa na ameanguka, ama kuna shida. Ati sasa kuna bili nyingine inaletwa pale bunge, ati sasa kuna njia hata majeshi wanaweza peana ile nguvu ya urais. Hiyo pia ni sheria imeletwa ya ukora, na tunaomba wabunge wakatae hizi sheria za ukora.
na wasipokataa maana yake saa hii bunge hakuna. Watu wote wa bunge wote wa Kenya wamebebewa akili na mtu mmoja. Hakuna. Uliona kwa kesi ya Gachagua. Wakenya sasa waamue kupiga kura kulete wabunge ambao hawatakuwa wa kununua na ambao wanahudumia wananchi. Kuna wabunge wengi sasa hivi Kenya hawaendi nyumbani. Mtu amekwamia Nairobi, amefukuzwa nyumbani, asikizani na watu. Ya mwisho tuseme ya kwamba kuna maneno imekuja ya chanjo. Na ilianzia wapi? Kuna tajiri mmoja wa dunia alikuja akasema sababu ya ozone layer na vitu zingine mpango ya Mungu ipinduliwe. Na sababu ni biashara iko hapo, Rais Ruto amekubali hiyo maneno. Umeona watu ambao ni veterinary organization ambao ni watu wa kutibu wanyama wamesema hiyo chanjo si halali. Hiyo chanjo ni ya ukora. Hakuna mpango kabambe imefanywa. Mtu atakuja kuchanja ng'ombe kwako ya lazima ama mbuzi bila public participation. Whether they like it or not, President Ruto must know that he has broken the constitution. It is unconstitutional. He must consult Kenyans kuwa na public participation. Na watu wale experts, veterinary officers, yeye alisema ni saa DCS veterinary officer, wamesema wafanyiwe consultation ndio wamwelekeze vilivyo. Sasa hivi anakubali kuelekezwa na Bwana Sudi, ambaye alikuwa akisema ati Kalonzo hana ng'ombe, hana mbuzi, hana kuku. Nieleze Bwana Sudi ya kwamba ukienda Seikuru, ile kazi inafanywa hapo ni kulisha ng'ombe. Na kama anataka atembee kama vile Waititu ametembea, atajua kwamba Kalonzo wako na ng'ombe nyingi. Wawache madharau. Sababu ukiendesha serikali kwa madharau, hapo ndipo mnakosa the favor of God. Maana yake ile kazi tumepewa tufanye vile inafaa. Kwa hivyo kuna mambo mingi ati ya kwamba Mutuse alilipwa barabara ati ijengwe ya Ukia Emali ndio alihongwa nayo pamoja na pesa ingine ati ndio apeleke Rigathi nyumbani. Nataka kuambia Mutuse ya kwamba Ruto ni mwongo kila wakati, na hiyo barabara amesema mara nyingi na itafanywa ati sababu Rigathi hazienda nyumbani. Mbona hajamaliza Foke Dam na iko hapa kilomita 2-3 kutoka hapa? Watu wa Makueni, Kitui, Kajiado, Machakos, Konza City ijengwe. Project kubwa ilitolewa pesa na maofisa wake na ni ya African Development Bank. Sasa imekwama na kitu tunang'ang'ana ikwamuke. Kwa hivyo ile Mutuse kuuzwa, ile maneno ya Mutuse ati kundanganywa barabara itajengwa na hata ina budget, hiyo ni urongo mtupu ya serikali ya Bwana Ruto. Akubali alitumika vibaya, aombe msamaha ndio aweze kusamehewa. Are you with us? Are you with us? Bas, wacha nimwite Bwana Waititu, gavana wetu, haje atuhutubie. Asante sana senator wetu Bwana Mahanzo. Mheshimiwa Gachagua ambaye ndio kiongozi wetu wa Mlima na ambaye ndio deputy president ambaye amepigiwa kura na wananchi, mama wetu huko kwa Mlima, Mama Pastor Dorcas, na viongozi wetu Magathoni wa Mushomba, Karungu Athang'wa, pastor wetu Mwiru na mapastors wengine hapa, bishops wale wote wako hapa. Naona bishop wangu hapa mwingine amefika, na familia ya Bishop Muringi na andumaito hapa muyaseo wengi. Mimi nimefurahi ku make sure nimefika hapa kwa mazishi ya mama wa Bishop Muringi.